Amen. Barikiwa sana na Yesu Kristo, akupe amani na idumishe ndani yako na aweze kuzidisha upendo wake ndani yako. Narudi kwako ili ya kwamba niseme na wewe habari ya Mungu kukutenganisha na kile ambacho kinachotuma wewe ukose kuwa na amani ndani ya moyo wako, na kukumbusha hili andiko, maana Mungu alizungumza na Ayubu na akanena kuhusu neno nzuri linaokuhusu. Lisikilize nalo likusaidie. Inasema Ayubu ni 5 mstari wake wa 22 na 23. Inasema hivi: wewe utayacheka maangamizo na njaa, wala hutawaogopa wanyama wakali wa nchi, kwani utakuwa na mapatano na mawe ya bara, na nao wanyama wa bara watakuwa na amani kwako. Bwana asifiwe. Naongea kuhusu amani hapa. Ayubu kuna maneno nayo pia amekuja nao kukuhusu, maana kuna wakati Ayubu alipoyapitia na akaona ya kwamba watu wanainua vita vyao na kuinua miungu na wanyama ili wamkoseshe amani, lakini Mungu akaja akamtokea na akaandika hili neno ili ya kwamba lipate kuwa tunalikumbuka. Lilisaidia Ayubu. Hata sisi pia tunapomwamini Mungu, hakika neno hili litafufuka katika na kupata nguvu na uwezo wa kutenda, kwa sababu Mungu aliyokuwa nyakati zile za Ayubu ndiye ako hata nyakati ya leo. Sikiliza vile anavyosema mstari ule wa 22. Inasema wewe utayacheka maangamizo na njaa. Hakika Ayubu akaambia kwamba ajapokuwa wameinua na wameleta vita ili kuwe na njaa, wameleta jambo la kutuma wewe ukose kuwa na furaha, sababu njaa inapoingia katika nchi, njaa inapoingia kwa ndoa yako na familia yenu, hakika wewe hakuna wakati unapokuwa uko na furaha. Lakini amewaambia kwamba wewe Ayubu utacheka maangamizo na njaa, utacheka maangamizo na njaa. Hivyo maangamizo yatakuja, lakini utayacheka, kwa sababu wewe haina power kwako, haina nguvu kwako. Hiyo mshale unaorushwa, huyo mnyama anaoinuliwa akuume na akuangamize, hana power, hana authority, hana mamlaka yote katika nyumba yako, kwa sababu Mungu ameanyakua hiyo mamlaka iliyokuwa ndani ya huyo mnyama na kuiamurisha na kuiambia hauna nguvu. Hivyo maangamizo yatainuliwa katika nchi. Watu watakuja na silaha ili ya kwamba watupinge, but sisi tutacheka. Ni kwa sababu already tunajua Mungu amekemea hiyo taifa, kama vile maandiko ilivyotangulia kutuambia, na hata sasa inatuambia kwamba tutacheka maangamizo na njaa, Bwana hautaogopa wanyama wakali wa nchi. Hakuna kuogopa tena, na uambie mwenzako hakuna kuogopa, kwa sababu Mungu tunaomwabudu ni Mungu mkuu. Ameingilia maisha yetu, ameingilia nyumba zetu, ameingilia kanisa la Mungu ili ya kwamba alitetee na alipiganie. Hata ameingilia katika nchi yetu ili ya kwamba aitetee. Ndipo anapotuambia tutacheka maangamizo na njaa. Hiyo si portion, njaa si portion katika nchi yetu, wala maangamizo hayana nafasi katika nchi yetu. Hivyo tutayacheka vile ambavyo wanavyokuja kututayaruki na kutukosesha amani. Ukweli ni ya kwamba hawana nafasi kwetu, ila ni kucheka. Tutacheka na hatutaogopa wanyama wakali wa nchi. Tunajua kuna watu wanaotumia binu ya kuinua waganga ili ya kwamba uume na uangamize na kuwa na umwagikaji wa damu kwa generation ndogo.
ukweli ni ya kwamba hakika huyo mnyama hatutamuogopa, kwa sababu Mungu amenyakua mamlaka yake na amemnyamazisha. Hana pawa yoyote, hana nguvu yoyote katika nchi yetu, hana nguvu yoyote katika kikanisa. Aidha unaenda kutafuta madawa ili ya kwamba uroge na ukoroge watu. Ukweli ni ya kwamba sisi hatuogopi, kwa sababu Mungu wetu ni Mungu mkuu. Anatuambia kwamba katika maandiko, hatutaogopa wanyama wakali wa nchi. Wewe umezoea kujiinua usiku na mchana, hatukuogopi. Mungu amesema atakemea hiyo mnyama na atamnyamazisha. Hivyo hana mamlaka juu yeye aliyemuumba, ni maana yeye ndiye aliyesema kuwe wanyama na wakawa. Wewe ambao unaosimama na hiyo roho ya mnyama, tazama, utajaribu kuitumia, hautaweza. Maana roho ulio uko juu ni wa Jehova, naye ndiye anaotawala katika kanisa, ndiye anaotawala katika nyumba zetu, ndiye anaotawala katika mioyo ya vijana wetu waliye katika nchi hii. Hakuna kuangamia tena. Maangamizo yako na mbinu zako za kuangamiza hazina authority, hazina nguvu, na ni katika jina la Yesu Kristo. Mstari ule wa 23 ambavyo maandiko ya Mungu inatufahamisha, kwani utakuwa na mapatano na mawe ya bara, nao wanyama wa bara watakuwa na amani kwako. Wale wanyama wa huko wanaokaa bara, wanyama ambapo wanaotumika hiyo jitu, hao watu wanajitaga ndiye simba, hao wanaojitaga ndiye chui, hao wanaojitaga kuwa ndiye taiga, hao wanaojitaga ndiye ambao ni kobra, hao wanaojitaga hao wanyama, Mungu anakuambia kwamba atakula na agano nao watakuwa na amani kwetu. Hiyo wewe haijalishi wewe umekuwa kivipi, watu wanakuonaga wanatetemeka. Ukweli ni ya kwamba nyakati ya kiburi chako kinafika kuwekwa chini, ili ya kwamba Mungu achukue ushukani naye aweze kutawala. Ninaamini ya kwamba hakika Roho wa Mungu unaenda kujinua ili ya kwamba utawale na ulete amani na ulete mapatano kati ya kizazi ambacho kinaozalika. Kuna Roho Mtakatifu Mungu anaoachilia, wenye unaotangaza amani, unaleta mapatano. Kile unachotumia ukidhani ya kwamba kitatuangamiza, hakitatuangamiza sisi. Ni kwa sababu Jehova amesimama ili ya kwamba aweze kuleta mapatano. Hivyo hiyo kitu, hao watu, jeshi hiyo unaoitumia ili ya kwamba itupige, itakuja kwetu, itakuwa marafiki. Maana Mungu yeye ndiye anaotulinda, na upokee neno la kuleta amani kati ya ndugu na dada aliye katika nchi na aliye ndani ya kanisa na aliye ndani ya familia. Popote ulipo na ili unaofanyia kazi, jua ya kwamba Mungu ni mkuu. Kuna mapatano ya mazuri Mungu anaoyaleta. Hautadhuriwa na roho yoyote. Silaha yote inayoinuliwa ya kukuangamiza itakusaidia, badala ikuangamize inakusaidia. Huyo waganga wanaotoka Nigeria na kwingineko wakijaribu kuja kudhuru maisha yako, anga yake itaharibiwa, badala wewe mwenyewe uweze kudhuriwa na ile silaha, bali itakuja kwako ikusaidie. Ni kwa sababu Jehova anakuinua na kukuweka kiwango cha juu kuliko ile akili anaoitumia, maana ni Mungu mwema na ni mwaminifu. Barikiwa sana na Mungu na upate amani, na amani ikae na wewe, isunguke ile yako na mahali popote ulipo, na ubarikiwe na Jehova na amani. Jehova shalom, Jehova shalom. Amen.